Ingawa tunapenda kufikiri kwamba hakuna mtu yoyote aliye muhimu zaidi kuliko mwingine, ukweli ni tofauti sana. Baadhi ya watu ni muhimu zaidi kuliko sisi wengine, na hakuna ubishi juu ya hilo, na hii inawaweka kwenye hali ngumu kuhusu usalama wao. Sasa njia pekee ambayo watu hao wanaweza kujihakikishia usalama ni kutumia pesa nyingi zaidi kwa ajili ya ulinzi wao binafsi. Na leo tutachunguza watu 5 wanaolindwa zaidi duniani. Ndio, kama unaungana nami kwa mara ya kwanza, basi usisahau kusubscribe channel yetu. Papa Leo wa 14 wa Vatican ni miongoni mwa viongozi wanaolindwa kwa uangalifu mkubwa zaidi duniani. Kama kiongozi wa kanisa Katoliki lenye zaidi ya waumini bilioni 1 duniani, kauli yake huwa na uzito mkubwa na mara nyingi husikilizwa na waumini pamoja na viongozi wa mataifa mbalimbali. Anapotembea hadharani hutumia gari maalum linalojulikana kama Pop Mobile. Hili si gari la kawaida, bali limetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuhakikisha usalama wake wakati akiwa karibu na umati wa watu. Muundo wake humwezesha Papa kuonekana kuwasalimia waumini kwa urahisi, huku ukiendelea kutoa kiwango cha juu cha ulinzi. Pop Mobile lina vioo vinavyostahimili risasi, mwili wa gari ulioimarishwa dhidi ya mashambulizi mbalimbali, pamoja na matali maalum yanayoweza kuendelea kuzunguka hata yakiharibiwa. Baadhi ya matoleo yake pia yana mifumo ya kuchuja hewa ili kupunguza hatari ya mashambulizi ya kemikali. Hatua hizi za usalama zilianza kupewa kipaumbele baada ya Papa John Paul wa pili kushambuliwa mwaka 1981 akiwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican. Tangu tukio hilo, teknolojia ya ulinzi wa Papa imeendelea kuboreshwa kila mwaka, jambo linalofanya Pop Mobile kuwa moja ya magari salama zaidi yanayotumiwa na kiongozi duniani. Vladimir Putin ni mmoja wa viongozi waliolindwa kwa kiwango cha juu zaidi duniani. Amewahi kuhudumu kama rais wa Urusi kwa vipindi kadhaa na pia kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo mara 2. Usalama wake unasimamishwa na kikosi maalum kinachojulikana kama Federal Protective Service ambacho kina jukumu la kumlinda dhidi ya aina yoyote ya tishio. Anaposafiri, Putin hutumia gari maalum la kifahari lililoundwa kwa viwango vya juu vya usalama. Gari hilo lina uwezo wa kuhimili mashambulizi mbalimbali, likiwemo risasi na milipuko, pamoja na mifumo ya kisasa ya kumlinda abiria wake wakati wa dharura. Tofauti na viongozi wengi wa dunia, Putin amewahi kusema mara kadhaa kuwa hatumii simu janja kwa matumizi ya kawaida. Inaelezwa kuwa hatua hiyo inalenga kupunguza hatari za udukuzi na ujasusi wa kidigitali. Mawasiliano yake mengi hufanyika kupitia njia salama zinazothibitishwa na vyombo vya usalama. Pia kumekuwa na ripoti zilizoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari zikidai kuwa katika safari fulani za nje ya Urusi, timu yake ya ulinzi huondoka na taka zake za kibinafsi, zikiwemo zinazoweza kubeba taarifa za kibiolojia kama DNA. Hata hivyo, madai haya hayajathibitishwa rasmi na serikali ya Urusi, hivyo inapaswa kuchukuliwa kama taarifa zilizoripotiwa na baadhi ya vyanzo na si ukweli uliothibitishwa. Xi Jinping, rais wa China, ni miongoni mwa viongozi wanaolindwa kwa kiwango cha juu sana duniani. Ratiba zake nyingi za safari na shughuli rasmi hupangwa kwa uangalifu mkubwa, na mara nyingi hatua kali za kiusalama huchukuliwa kabla hajafika katika eneo lolote. Ulinzi wake unasimamiwa na kikosi maalum cha usalama cha serikali ya China kinachohusika na kulinda viongozi wakuu wa nchi. Maelezo mengi kuhusu utaratibu wa ulinzi huo hayatangazwi hadharani kutokana na sababu za kiusalama. China pia ina moja mifumo mikubwa zaidi ya kamera za ufuatiliaji duniani. Katika miji mingi mikubwa, kamera hizo hufanya kazi pamoja na teknolojia ya utambuzi wa nyuso ambayo hutumiwa na mamlaka kwa madhumuni mbalimbali ya usalama na utekelezaji wa sheria. Kabla ya Rais Jinping kutembelea eneo muhimu, vikosi vya usalama hufanya ukaguzi wa kina na kuongeza idadi ya maafisa wa ulinzi kulingana na mahitaji ya tukio husika. Kumekuwa na madai ya kwamba baadhi ya maafisa wa usalama hujichanganya na umati wakiwa katika mavazi ya kiraia ili kufuatilia mazingira, lakini maelezo ya kina kuhusu mbinu hizo hayajawekwa wazi. Vivyo hivyo, madai kwamba huandamana na walinzi zaidi ya 3,000 au kwamba huongezewa wanajeshi zaidi ya 19,000 kila anapotembea eneo fulani hayajathibitishwa rasmi na mamlaka za China. Kim Jong-un wa Korea Kaskazini ni mmoja wa viongozi wanaolindwa kwa kiwango cha juu zaidi duniani. Usalama wake unasimamiwa na kikosi maalum kinachojulikana kama Supreme Guard Command ambacho kina jukumu la kulinda kiongozi huyo pamoja na familia yake. Maelezo mengi kuhusu kikosi hicho ni asili, ingawa makadirio ya baadhi ya wachambuzi yanaonyesha kuwa kina maelfu ya wanajeshi na maafisa wa usalama. Kim Jong-un hufanya safari nyingi kwa kutumia treni yake maalum yenye mifumo ya hali ya juu ya usalama. Treni hiyo imekuwa sehemu ya utambulisho wake katika safari za ndani na baadhi ya safari za kimataifa. Ripoti mbalimbali pia zimedai kuwa wakati mwingine hutumika zaidi ya treni moja katika msafara wake ili kuongeza usalama na kufanya iwe vigumu kutambua treni anayokuwemo, ingawa maelezo haya hayajathibitishwa rasmi. Moja ya picha zinazovutia zaidi ni walinzi wake kukimbia pembeni ya gari lake wakati wa baadhi ya misafara rasmi. Tukio hilo lilivutia duniani mwaka 2018 na tangu wakati huo limekuwa likihusishwa kiwango cha juu cha ulinzi anachopewa. Kutokana na mazingira ya kisiasa ya Korea Kaskazini na umuhimu wa nafasi kama kiongozi mkuu wa nchi, usalama wa Kim Jong-un hupewa kipaumbele kikubwa, huku taratibu nyingi za ulinzi zikibaki kuwa siri kwa umma.
Rais Donald Trump aliapishwa kwa mara ya kwanza kuwa rais wa 45 wa Marekani mwezi Januari mwaka 2017. Kama marais wengine wa Marekani, analindwa na kikosi maalum cha United States Secret Service ambacho kina jukumu la kuhakikisha usalama wake kila saa. Kabla ya Trump kufika katika eneo lolote, timu ya usalama hufanya ukaguzi wa kina ili kubaini hatari zinazoweza kujitokeza. Mara nyingi mbwa maalum wa kunusa vilipuzi na wataalamu wa usalama hutuma mapema kuhakikisha eneo lote liko salama kabla ya msafara wake kuwasili. Anapotembea kwa gari hutumia limousine maalum ya rais inayojulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kujilinda dhidi ya risasi, milipuko na mashambulizi mengine. Kwa safari za anga hutumia ndege rasmi ya rais wa Marekani, Air Force One, ambayo imewekewa mifumo ya kisasa ya mawasiliano na usalama ili iweze kufanya kazi hata katika mazingira ya dharura. Ripoti mbalimbali zimeeleza kuwa timu ya matabibu inayomsindikiza rais wa Marekani hubeba vifaa maalum vya matibabu, na katika baadhi ya safari huandaa damu nyekundu linalofanana na rais kwa matumizi ya dharura endapo litahitajika. Aidha, safari nyingi za nje ya nchi huambatana na ndege ya mizigo za kijeshi aina ya C-17 Global Master 3 ambazo hubeba magari ya rais, vifaa vya usalama na vifaa vingine vya operesheni. Idadi ya ndege ya vifaa vinavyosafirishwa hutegemea mahitaji ya kila safari, hivyo si kiwango kinachofanana kila wakati. Kumlinda rais wa Marekani ni kazi inayogharimu mamilioni ya dola kila mwaka. Sababu kubwa ni historia ya nchi hiyo ambapo marais kama Abraham Lincoln na John F. Kennedy waliuawa kwa risasi. Matukio hayo yalisababisha Marekani kuimarisha ulinzi wa rais, hivyo kila safari yake hupangwa kwa umakini mkubwa na kugharimu fedha nyingi. Kufikia hapo sina mengi ya ziada, tukutane video zinazofuata. This is Feed Epic.